ni al-hayy, mwenye uhai wa milele. Allah hana mwanzo wala hana mwisho. Fa inna Allah hayyun, Allah ana uhai, yuko hai Allah, la yamut. Alkadhalik, yoyote yule ambaye alikuwa akiuabudu mwezi wa Ramadhani. Ramadhani ni mwezi mtukufu, Allah ameuleta katika mwezi wa Ramadhani. Kumeteremshwa saumu katika mwezi wa Ramadhani, imeteremshwa Qur'ani, lakini mwezi wa Ramadhani umeshatuaga, mwezi wa Ramadhani umeshaondoka. Inqadha Ramadhan wa baqiya al-iman, Ramadhani imemalizika lakini imani ipo pale pale. Inqadha Ramadhan, imemalizika Ramadhan, wa baqiya al-Qur'an, Qur'ani imebaki, Qur'ani ipo. Inqadha Ramadhan wa baqiya al-birru wal-ihsan, Ramadhani imemalizika na kutuaga, mema na ihsani zinabaki. Kwa kumalizika Ramadhani ndio kusema kuwa watu sasa wataada misikiti. Kwa kumalizika Ramadhani ndio kusema kuwa watu sasa wataacha kumwabudu Allah, hawatusali tena. Man kana ya'budu Ramadhan fa inna Ramadhan qad intaha, aliyekuwa akiuabudu kama mwezi anaabudu Ramadhani, ajue kwa Ramadhani imeisha. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, lakini aliyekuwa akimwabudu Allah ajue Allah ana uhai wa milele, Allah hafi. Kinachosikitisha, baada ya Ramadhani tutraku alfaraid. Kuna Waislamu ambao sasa huziacha zile faridha, mojawapo ikiwa ni swala. Katika Ramadhani misikiti ilikuwa ikijaa, baada ya Ramadhani misikiti inakaribia kuwa ni mitupu. Katika Ramadhani misahafu tulikuwa tukiisoma, baada ya Ramadhani watu wameihama misahafu, watu wameihama Qur'ani. Bali niliwahi kusema, huyu mwanadamu ambaye ni mimi na wewe, kila mwanadamu ikiwa kuna jambo analoliogopa ni kushtakiwa. Mwanadamu yoyote anapoambiwa umeshtakiwa, basi pale pale huingia katika wahaka na uoga, fikra zote zikawa sasa zinawaza, wewe bwana umeshtakiwa na watakikana uende polisi siku fulani saa fulani, basi utaingia kwenye wahaka na uoga. Huwaje inapokuwa mwenye kukushtaki wewe ni Rasulullah? Huwaje, na kuomba ndugu yangu kwa hisani yako hapa niazime masikio, huwaje iwe wewe au mimi, huyu Muislamu iwe washtakiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mashtaka hayo anapelekewa Allah. Shtaka ambalo washtakiwa nalo ni kuwa sasa umeshaigura Qur'ani, umeshaihama Qur'ani. Allah yasema katika Qur'ani, وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. na akasema Mtume, ya Rabbi, anamshtakia Mwenyezi Mungu, Mola wangu mlezi, inna qaumi, hakika qaumi yangu, watu wangu hawa, ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, wamechukua hii Qur'ani ni kitu ambacho washakihama, washakiaga, ndio basi. Sasa wewe takhayal, iwe wewe ni mmoja wapo ambao watashtakiwa na Mtume, wewe waweza mashtaka ya Mtume, halafu mashtaka anapelekewa Allah. Misikiti imeanza kushtaki, watu wamepungua katika misikiti. Waliokuwa wakiimarisha misikiti, waliokuwa wakisali,
wameshaiaga misikiti. Ibada zimeanza sasa kudharauliwa. Katika mwezi wa Ramadhan mtu anakuja mapema, anaswali qablia na baadia. Katika mwezi wa Ramadhan mtu anatoa sadaka. Katika mwezi wa Ramadhan mja huyu anayefunga anajitahidi asiwe mjeuri, asitamke mabaya. Ramadhani imekwisha, ameaga msikiti, ameacha kutoa sadaka, amekuwa sasa ajiona kwa iko huru, aweza kutamka alitakalo wakati autakao. Watu wameacha sasa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Ramadhani imekwisha. Mmoja katika waja wema aitwa Bishr al-Hafi ameambiwa, inna qauman yataabaduna fi Ramadhan wa yajtahidun fa idha insalakha Ramadhan taraku. Huyo Bishr al-Hafi aliambiwa kuna watu wanafanya ibada sana Ramadhani, wanafanya bidii na ijtihada katika ibada katika mwezi wa Ramadhani. Fa idha insalakha Ramadhan taraku, Ramadhani kishakwisha, ikishaondoka wao wanawacha ibada. Akasema huyo Bishr al-Hafi, bi'sa al-qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadhan, ni waovu mno hao watu ambao hawamjui Mwenyezi Mungu isipokuwa katika Ramadhani. Kwa kwisha Ramadhani haimaanishi kwa ibada zimeisha. Swala tano ni zile zile ulizokuwa ukiziswali katika Ramadhani, zinaendelea kama tulivyosema. Mwenyezi Mungu asema, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, mwabudu Mola wako mpaka yaqin ikufikie. Na yaqin ni mauti. Endelea kumwabudu Mwenyezi Mungu mpaka mauti yakufikie, bali kuwa ukimwomba na Allah jalla jalaluhu akuruzuku mwisho mwema, husnul khatima. Swala tano Ramadhani, kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani zinaendelea. Mwenyezi Mungu asema, hafidhu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin, zihifadhini sana sala na ile sala ya katikati. Sala ya katikati kuna ambao wamesema ni dhuhuri, asri. Wa qumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nanyi ni wenye kukunuti. Zihifadhini sala, zilindeni sala. Akhi karim, leo uko hai, waweza kuswali. Kesho tuliwahi kusema lailatun la yuadhanu li salatu lfajri, kuna usiku hakutoadhiniwa tena salatu lfajri. Kuna usiku utakuwa hakuna tena as-salatu khairun min an-nawm. Usiku ule ni ule usiku wa kwanza utakapozikwa. Akhi karim, ulijitahidi katika Ramadhani kuswali, usiache swala kwa sababu mwezi wa Ramadhani umemalizika. Hizi swala tano, kumbuka katika mwezi wa Ramadhani uliepuka maasi. Katika mwezi wa Ramadhani uliepuka maovu, na moja katika sababu zilizokuacha wewe uache maovu, uache maasi, uyaepuke, ukenda katika suratul Ankabut aya 45, Allah wasema, inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika sala inazuilia mambo machafu na maovu. Bila shaka sala ikiswaliwa vilivyo humzuilia huyo mwenye kuiswali na mambo machafu na maovu. Katika mwezi wa Ramadhani
ulikuwa ukiswali salatul qiyam, Mtume asema afdalu salati ba'da al-faridha salatul layl, swala iliyo bora baada ya swali za faradhi ni swala ya usiku. Uliinuka ukaswali tarawih, kumi la mwisho ukainuka kuswali salatul qiyam, ndugu yangu, kamalizikia na hadithi ambayo ni ndefu sana. Kabla ya kuisoma, ikiwa waona kuwa Mwenyezi Mungu ambaye wewe ulikuwa ukimwabudu, Ramadhani imeisha ndio utaacha kuswali, hilo lisahau. Narudia, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu Allah mpaka yaqin ambayo ni mauti yamekujia. Umefunga Ramadhani, kwa kumalizika Ramadhani haimaanishi kuwa saumu imekwisha. Kwa kumalizika Ramadhani, Mtume asema man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kasiyami dahri, anayefunga Ramadhani kisha akafuatisha siku sita za Shawwal atakuwa ni kama aliyefunga mwaka. Siku sita hizi maulama wanatuambia si lazima uzifunge mfululizo. Una mwezi mzima wa Shawwal, waweza kufunga Jumatatu na Alhamisi, Jumatatu na Alhamisi, Jumatatu na Alhamisi. Kuna ayyamul bid, tarehe 13, 14 na 15 ya kila mwezi wa Kiislamu. Kuna kufunga ayyamul ithnain wal khamis. Kuna kufunga katika mwezi wa Muharram. Kuna kufunga yaumu Arafa. Kwa kumalizika mwezi wa Ramadhani haimaanishi kabisa kuwa siyamu imeisha Jumatatu na Alhamisi kama tulivyosema. Ayyamul bid unafunga hivi sasa. Katika mwezi wa Shawwal kuna siku sita, kama vile wewe utakuwa wafunga. Waonaje pia masahibu zako, majirani zako pia ukawakumbusha. Asiyam walquran yashfa'ani lilabdi yawm alqiyama. Siku ya Kiyama ni siku nzito sana, siku iliyo na utisho wa ajabu, siku ambayo bin Adam tutafufuliwa tukiwa uchi, wanawake na wanaume, jambo ambalo lilimfanya Aisha amuulize Rasulullah, wanawake na wanaume watakuwa uchi? Yeye bado yuko duniani, hawezi kuwaza kafikiria vipi wanawake na wanaume. Mtume akamwambia hiyo ni siku nzito sana, kiasi ambacho mtu hatakuwa tena akifikiria kwa mimi niko uchi au mwenzangu yuko uchi. Nimesema kuna hadithi hii ndio ambayo tutaimalizia hotuba yetu. Ni hadithi kidogo ndefu, pengine baadhi yetu itakuwa ndio mara ya kwanza kuisikia hii hadithi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, huyu ni sahaba, na tumeliwahi kusema kuwa unaposema fulani ni sahabi unamaanisha ni kuwa mtu alimwamini Rasulullah, yani alitamka shahadatain na akamuona Rasulullah. Mtu huyo akafa katika iman, katika Uislamu, huyo ndiye anaitwa sahaba. Sahaba huwa amemuona Mtume, amemwamini Mtume na akafa sahaba huyo katika imani ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tuzungumza, tuko na Abdullah ibn Mas'ud asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu, hii hadithi mimi naisoma na kuomba kwa hisani yako uniazime masikio, kwa sababu kuna baadhi yetu nasema itakuwa ni mara ya kwanza kuisikia hii hadithi. Mtume asema tahtariquna, munachomeka nyinyi, munachomeka kwa haya madhambi mnayoyafanya. Toka ukiamka asubuhi wewe unaanza kuchomeka kwa yale maasi maovu
kabiliana nayo unayoyatenda. Kuna maovu ambayo wayatenda kwa kuyajua, kuna maovu ambayo wayatenda huyajui. Sisi tuko katika miji, wasiokuwa Waislamu waweza kuvaa. Hapa nazungumza wanawake, wana uhuru wa kuvaa watakacho. Sasa wewe Muislamu toka asubuhi waona uchi, waona mapaja, waona vifua vya wanawake. Mtume asema tahtarikun, mnachomeka nyinyi, mnachomeka kwa kutenda madhambi. Faidha sallaytum subha ghasalatha, mukisali salatu subhi ghasalatha, swala ya subuhi huyaosha yale madhambi ambayo umeyatenda. Vile unavyochomeka, dawa ya moto ni maji, swala inakuja inayaosha yale madhambi. Mtume anasema thumma tahtarikun, kisha mnaendelea kufanya madhambi. Madhambi hayo yanakupelekea wewe katika moto kuchomeka. Faidha sallaytum dhuhra ghasalatha, mkiswali swala ya dhuhuri, Mwenyezi Mungu kwa utukufu wake huyafuta na akayaosha ule moto uliokuwa nao wewe, yani madhambi. Thumma tahtarikun, kisha mnachomeka tena. Faidha sallaytum al-asra ghasalatha, mkisali salatu al-asri, yale madhambi uliyoyafanya sasa kati ya dhuhuri mpaka asri, ukisha swali ghasalatha, inakuja kwa ile swala yako inayaosha yale madhambi, inayasafisha, unasamehewa. Thumma tahtarikun, kisha mnachomeka tena, unaendelea kufanya maasi. Baada ya salatu al-asri yatoka wewe, pengine wazungumza uongo, pengine wazua jambo, pengine watamka maovu, watukana mtu. Niliwahi kusema huu ulimi una hadhari sana. Si kila jambo ambalo mwenzio au mtu anapokuwa katika ghadhabu akikwambia inawajibika kuwa umjibu. Hakuna jambo kama hilo. Niliwahi kusema kuna baba na mwanawe who is a teenage, pengine katika miaka 15, 16, watembea barabarani, wenda njiani, kukaja mtu mwingine kule. Sasa hii haraka huyu baba akagongana na yule bwana aliyekuwa iwaja. Yule bwana kwa zile hasira akamuuliza babake huyu mtoto, wewe kipofu? Baba akasema la. Kaanza kwenda, yule akaenda zake. Huyu mtoto bado yuko katika ile hamasa ya teenage. Kaambia, baba, hukumsikia sema nini? Ambaye namsikia, niuliza mimi kipofu? Kamwambia la, mimi si kipofu. Yule kijana alikuwa ataka vipi? Kwani mimi unionaje? Iwe kuna kujibizana. Katika kujibizana sasa waingia kwenye madhambi, kwa sababu sasa ushampa fursa Iblis, Shaitan, akulekeze wewe katika kujibu mabaya na maovu. Tahtarikun, unaendelea nyinyi kuchomeka kwa hayo madhambi mnayoyatenda. Faidha sallaytum al-maghriba ghasalatha, ukisali fajri inafuta, ukisali dhuhuri inafuta, ukisali asri inafuta, inayasafisha. Unaendelea kuchomeka kwa maasi na madhambi. Ukiswali maghrib ghasalatha, inayafuta, inayasafisha. Thumma tahtarikun, kisha mnaendelea tena, mnachomeka kwa hayo madhambi mnayoyafanya.
faidha sallaytum al-ishaa ghasalatha, mkiswali isha, ile swala ya isha inayasafisha yale madhambi. Thumma tanamuna fala yuktabu alaykum hatta tastayqidhu, kisha baada salatu al-isha munalala, hamwandikiwi tena madhambi wala maasi, hatta tastayqidhu, mpaka mtakapoamka. Akhi al-karim, Ramadhan intaha, Ramadhani imemalizika, lakini din baqi, lakini dini ya Mwenyezi Mungu ibaki, ipo, itaendelea. Farabbu Ramadhan huwa rabbu kulli zamanin wa makan, Allah jalla jalaluhu, mola wa Ramadhan, yeye ndio rabb wa kila wakati na kila pahala. Allah jalla jalaluhu yeye ameuleta mwezi wa Ramadhani, akatuambiaje? Ayaman ma'dudat, siku chache zenye kuhesabika zimeisha, ibada yaendelea. Tumekwambia kuna kufunga Jumatatu na Alhamisi, kuna kufunga tarehe 13, 14 na 15 miezi ya Kiislamu, kuna saumu yaendelea. Ishakwisha Ramadhani haimaanishi saumu imeisha, imekwisha Ramadhani haimaanishi kwa ibada zimeisha. Farabbu Ramadhan huwa rabbu Shawwal wa Shaaban, Allah jalla jalaluhu, ambaye ndiye mola wa Ramadhan, ndiyo mola wa miezi yote. Bi'sa alqaum la ya'rifuna Allah ta'ala illa fi Ramadhan, ni waovu mno wale watu ambao hawamwabudu Mwenyezi Mungu isipokuwa katika Ramadhani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. قولوا جميعا أستغفر الله. وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kabla sijaisoma hii aya ambayo nataka kuisoma, katika umbile la mwanadamu ni kupenda au kupendana, lakini kuna mapenzi fulani ya ajabu hayana mfano. Kabla sijakueleza mapenzi hayo, mimi siwezi kupenda kitu ambacho sijakiona. Si umbile hili. Utampenda babako umemwona, utampenda mamako umemwona, wamekuona, utampenda sahibu, utampenda ustadhi wako, utampenda ndugu yako Muislamu umemwona. Lakini kuna mapenzi ya ajabu yasiyokuwa na mfano, ya kuwa sisi iwe tumpenda kiumbe ambaye aitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye sisi hatukumuona na yeye hatukumuona. Sallu ala man ahabbana wa ahbabnahu duna an yarana au narahu. Msalieni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi ahabbana, ambaye ametupenda, wa ahbabnahu, nasi tukampenda, duna an yarana au narahu, bila sisi, bila yeye kutuona na sisi kumuona. Ushawahi kulifikiria hilo ndugu yangu? Kaa peke yako. Mimi nampenda Rasulullah na sijamuona, na Rasulullah yanipenda mimi bila ya kuniona, kiasi ambacho yaumul qiyama
hakuna atakayemtambua mwenziwe. Kila mmoja atamhama na kumkimbia mwenziwe, si baba kwa mwana, si mume kwa mke, si mke kwa mwanawe. Rasulullah ni mtu wa pekee ambaye atakwenda mbele ya Allah, atasujudu muda anaojua isipokuwa Allah jalla jalaluhu. Katika mambo ambayo Allah atamwambia mtume, mojawapo atamwambia sal tu'ta, omba upewe. Rasulullah sasa apewa, sijui kisiku hizi waita golden opportunity, fursa dhahabia, omba utakalo. Jannatul Firdaus iko hapo, mahurul ain hawapo, na taja unalolitaja. Yote hayo mtume hatutayataja. Mtume atakuwa akilia akisema ummati ummati. Sallu ala Rasulullah, sallu ala Rasulullah, sallu ala Rasulullah. Akhi alkarim, unapomtaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, lazima uhisi kuwa mwili wako huwatetemeka. Allah anapoamrisha jambo lolote lile, anapoamrisha jambo Allah jalla jalaluhu, jambo hilo kwa kuliamrisha aanze yeye kulitekeleza, yeye Allah, halafu awaamrishe na malaika walitekeleze, halafu tuamrishwe na sisi pia tulitekeleze. Jua hilo jambo tukufu sana. Mwenyezi Mungu asema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kwa kumalizia, tumetoka katika mwezi wa Ramadhan, tumeingia katika Shawwal na miezi itakayofuata. Utakuwa sasa umezungukwa na maasi na maovu na mabaya. Kila ukikumbwa na hayo, kumbuka aya ya suratu Zumar, aya 13. Allah yasema, na kuomba ndugu yangu uisikize hii aya kwa kumalizia. Mwenyezi Mungu asema, qul, anamwambia Mtume Muhammad, sema, inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. Anaambiwa Mtume, sema, hakika mimi nimeogopa adhabu ya siku kubwa nikimuasi Mola wangu mlezi. Qul inni, naogopa adhabu ya siku kubwa, siku ya Kiyama. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. Hii ni aya 13 ya suratu Zumar. Na kuomba kila ukikabiliwa na maasi maovu mabaya, sema qul inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة عند الموت. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم ارحم موتاهم، اشف مرضاهم، اجبر كسراهم. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما